Leo tena tuko na binti hii ambaye tunamwona hapa mbele. Hakika anavutia, anapendeza, lakini mambo mengi ambayo ameyabeba kwenye moyo wake ni mazito na ni makubwa sana. Hakika hii ni hard movement. Unajua kila mmoja anapitia movement ngumu sana katika maisha. Mradi tu mambo yakae sawa. Hususan katika jamii zetu za Kiafrika. Kuna mambo mengi sana ambayo yanatokea na yanaendelea. Fox TV itakuhabarisha mambo mengi ni mazuri ya kijamii. Utajifundisha na hakika utajifunza vitu vingi sana ambavyo vinatokea katika jamii zetu za Kiafrika. Habari binti? Salama. Kwema? Kwema lakini sio sana. Haya, tungependa kufahamu unaitwa nani, majina yako yote kamili? Mimi naitwa Pili. Pili nani? Naitwa Pili Lwabi. Sasa Pili, tunataka tufahamu mkazi wa wapi, ulitokea wapi mpaka leo upo na sisi hapa Fox TV, na mkasa mzima, kitu kipi ambacho kinakusibu mpaka leo hii huko na sisi kushare kile kitu ambacho kipo kwenye moyo wako kinakuumiza. Mimi nimetokea Mwanza, nimekuja huku kutafuta maisha. Yaani kitu ambacho kinaniumiza mpaka sasa hivi ni kitu ambacho kilichonitokea, yani siwezi hata kukisahau. Kwa hiyo ni kitu ambacho yani kinaniumiza sana mpaka mdao. Ndio. Tungependa sasa kuanza kufahamu vizuri zaidi hivyo vitu ambavyo vilikusibu kutoka Mwanza mpaka huko sasa. Ni vitu gani dada yetu Pili? Kwanza kabisa nakumbuka nilipo shule. Kipindi nipo shule kuna vitu ambavyo vilikuwa vinanitokea mwenyewe. Yaani nakuwa sijielewi tu, naweza nikadondoka nikaona giza, au shuleni pia nikapotea tu. Yaani nikawa kwenye mazingira ya shule lakini nikajikuta yani napotea na kwa sielewi nipo wapi. Najikuta hadi nauliza wenzangu, kwani hapa nipo wapi? Sasa nikiwauliza wananiuliza, kwani unajua tupo wapi? Mbona tumetoka darasani, hapa tupo shuleni? Kwa mimi naambia mimi sielewi. Yaani hapa sielewi, naona mazingira tofauti kabisa. Hata njia ya kwenda nyumbani sielewi. Kwa hiyo nikimuuliza hivyo rafiki yangu ananiambia huelewi? Ndio. Wewe nyumbani kwenu unajua? Nikamwambia sipafahamu. Namuuliza kwani hiyo njia inaenda wapi? Ananiambia njia mbona unapitaga kila siku, unakuja shule, unapita kila siku unaenda nyumbani. Nikamwambia ni hapa sielewi njia ya kwenda nyumbani ni ipi. Kwa hiyo naomba unipeleke nyumbani. Kwa hiyo nikishamwambia vile anabaki ananishangaa tu mwenyewe kwa sababu anajiuliza nimepatwa na kitu gani. Ananichukua, ananipeleka mpaka nyumbani. Sasa nikishafika nyumbani ndo zile fahamu zinaingia. Zikishaingia na baki mwenyewe najishangaa, kwani kitu gani kilichonikuta, mbona sielewi? Hapa kweli nipo nyumbani. Afu kwa nabaki tu kwa sababu nilikuwa mdogo mwenyewe sielewi, napotezea, naendelea hivyo hivyo kwenda wapi? Kwenda shuleni. Siku moja nikamwambia mama mimi leo nilivyoenda shuleni nilipotea, nilijikuta mazingira ya shule tu yamebadilika ghafla, nikaona yani ukijani mtupu umeenea shuleni. Njia yenyewe nikapoteza kumbukumbu, njia ya kuja huku na ya kurudi. Umeona? Sasa mama akaniambiaje? Kweli akaniambia au labda njia ilikuwa inakusumbua. Nikamwambia hapana mama, mbona nilipofika nyumbani kumbukumbu zikaingia. Sasa pale kulikuwepo na majirani. Wale majirani wakasemaje, au kaingiliwa na jini fulani, maana sijui wenyewe unajua watu wakubwa wanaelewa. Au kuna jini limemuingia likampoteza, sijui wanaita nini vile. Kuna kitu alikitamka sijui kitu gani, kwamba likimuingia yule mtu yoyote anapotea. Umeona? Mama sababu linakupoteza. Linakuvaa. Kwa hiyo likikuvaa vile unapoteza nini? Kumbukumbu. Yaani unakuwa uelewi ulipotokea wala unapoenda. Mamangu mimi ni mtu wa dini sana. Kwa hiyo alikuwa anasali. Kwa vitu kama vile hakuamini, ila akapotezea tu akameacha. Kwa mazingira mimi niliokuwa ni mazingira ambao nimekuwa peke yangu asilimia kubwa. Mamangu alikuwa anafanya kazi ya mbali, kwa akiondoka ananiacha. Hata babangu pia alikuwa anaondoka ananiacha. Kwa hiyo najikuta niko peke yangu. Kwa hiyo nimejikuta nimeenda ile hali shule yenyewe nikaacha. Si unajua mazingira ukikaa mwenyewe. Nikajikuta shule nimeacha. Nilivyoacha nikatoroka nyumbani, nikaenda natafuta kazi huko za ndani, nafanya hivyo hivyo, nashindwa, nikaondoka nikaenda. Kazi za ndani huko umezifanya kwa muda gani? Kazi za ndani nakumbuka nilienda kufanya nikiwa na miaka 13. Na shule uliacha kidato cha ngapi au darasa la ngapi? Shule nimekomea darasa la 4 tu.
Kwa hiyo nilipokomea darasa la 4 nikaenda kutafuta hizo kazi za ndani. Nilikuwa mdogo, kwa hiyo nilipokuwa mdogo kule wananioji nilipotokea nini, nadanganya naambia wazazi wangu wamekufa nini, mimi ni yatima, kwa hiyo natafuta kazi niweze kupata. Kwa hiyo nikishapewa ile kazi wakiniangalia na umri wangu ni mdogo, wanabidi tu wanichukue. Unaona, wakishanichukua naenda kufanya kazi. Sasa sehemu niliyoenda kufanya kazi, yule mama sijui alikuwa anafuga mijini. Siku moja nipo mimi ndani nimelala. Katika kulala, asubuhi pamekucha tumeenda kuoga, alikuwepo na mtoto huyu mmoja wa kiume. Ule mtoto wake alivyokuja akamwambiaje, mpeleke huyu pili, mpeleke akabadilishe nguo. Ule mwana akamwambiaje, kwani huko mama sikuna yale majitu? Sasa mimi niko mdogo, lakini nikamuuliza ule kaka, maana alikuwa yeye tupo karibu sana na ule kaka, nikamuuliza kwani ni majitu gani? Akaniambia kule kuna majitu ya mama. Mimi sasa nikabaki sielewi majitu ya mama, majitu gani? Ule mwana akamuuliza, mama kule chumbani kuna yale majitu? Akamwambia hapana, wewe nenda tu, hamna chochote. Mimi nikaa nimefanyaje, nikaenda, tukaenda naye yule kaka. Tulivyoenda naye kule ndani, tulivyofika yeye akayaona. Sijui alivyoona, nikaona ameshtuka, akasema majitu ya mama. Sasa mimi nikashtuka, nikataka kukimbia, nikamwambia manini, mimi mbona sijaona? Akaniambia lilikuwa pale. Mimi nikachukua nguo nikavaa, baadaye nikatoka. Nilivyotoka pale, mwisho wa siku hata nilivyofanya kazi, kwa sababu nilikuwa mdogo na mimi pia nikawa nimefanyaje, nimeondoka. Nilivyoondoka pale nikaenda sehemu nyingine. Nilivyoenda sehemu nyingine nimefanya kazi, mwisho wa siku nikachoka, nikaenda zangu nyumbani huko kwa bibi yangu huko Mwanza kijijini. Nimeenda. Nilivyoenda nikaenda kuishi kule kwa bibi yangu kule kijijini. Tukaendelea na hayo maisha ya kuishi huko nyumbani, mimi na bibi yangu. Sasa ina maana kipindi ambacho labda unaenda kufanya kazi huko ambako ulikuwa unaenda na unasingizia nyumbani hauna familia, nyumbani walikuwa kutafuti, mama alikuwa kutafuti, au kwa sababu ndio maisha ya kijijini wanasema mwanao bana basi ameshaamua kupita njia hizo? Hapana, mamangu kwa vile na watoto wa kike vijijini wanasemaga sio haki kwenye swala la elimu. Ndio, lakini mimi nyumbani mamangu alikuwa ananitafuta kwa sababu nilikuwa mdogo. Kwa hiyo nilichokuwa nakifanya, nikienda sehemu nilikuwa nimekadiri namba ya mamangu. Nikifika ile sehemu wakinibana sana, natoa namba, napigiwa mama. Kishapigwa simu anaelezwa mwanao hivi na hivi. Mama akishaelezewa anaambia basi mkene hapo hapo, mimi nakuja kumfuata, maana huyo mtoto yupo shule, nitakuwa rudi wapi? Shule. Kwa mama akija kunichukua, akinirudisha nyumbani, akikaa tena, akishaondoka mimi tena naondoka. Ni maisha ile ya kukaa peke yangu. Sasa yani hamna mtu ananihimiza naenda shule nini, ndio hivyo. Najikuta tena naondoka tu. Kwa hiyo nikajikuta shule nimeacha mpaka nikawa mkubwa, ndio nikaamua kuja tu kuishi wapi? Kwa bibi yangu kijijini. Haya, kwa bibi ilikuwa umeenda muda gani na ukiwa na umri wa miaka mingapi? Kwa bibi nilienda nikiwa na umri wa miaka 13. Nilivyoenda nikiwa na umri wa miaka 13, nilikuwa nakaa pale. Sasa kule kwa bibi ni kijijini, kwa hiyo unakuta kule mchume mboga mpeleke Mwanza huko mjini, sehemu unajua kuna kijijini na upeleke mjini ukauze patela. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda unauza kule, ukishauza unapeleka mjini unapata hivyo. Sasa siku moja mimi nilikuwa nimelala, nilikuwa nasikia kule juu kitu kinavuta batini huko, kilivyokuwa kinavuta. Sasa mimi nikaa najiuliza ni kitu gani kinachovuta, maana kule kijijini kuna tisha mifisi menini, yani vitu hivi vingi inatisha mtu, mara akifa mnamsikia anatokeza anafanyaje. Kwa hiyo kuna kuepo naoga. Kwa nilivyokaa pale kwa bibi. Nini pili? Kuna kitu gani ambacho labda nani kinakuumiza sana? Yaani siku moja bibi yangu, maana tupo naye tumelala usiku, akaniambiaje, leo nataka twende huko. Mimi nikamwambia wapi? We twende tu, tutaenda kuona huko tunakoenda. Nikamwambia sasa hivi usiku tunaondokaje? Akaniambia wewe twende, mimi ninakupeleka huko tunaenda. Nikasema haya basi. Nilipofika usiku kaeka pale sijui mitunguli yake meungo, akaniambia kao hapa.
Mimi nikakaa. Aya, Ulikuwa saa ngapi? Nilikuwepo saa 8. Nilivyokaa pale kwenye ule ungo, baadaye nikajikuta tumekaa tu kama vile ni kwenye, sio kwenye, yani ni gari lakini sio kama gari, kama gari hizi za barabarani, hapana. Ni gari ambayo yani ya miujiza. Kwa tulivyoenda tukatokeza sehemu hiyo kwa watu yani wanafanya mambo ya ajabu ajabu, mpaka nikajikuta naona hadi na watu ambao najua kule wamekufa, lakini nilipofika kule nikawa nawaona. Kwa vile nilivyokuwa na shangaa, bibi yangu akaniambiaje, unashangaa nini? Tena ukae kimya, usikae hapo unashangaa tu, unachoshangaa nini? Kwa pale kulikuwa kuna vitu sijui kule wanafanya mambo yao nini, wanafanyaje. Haya, tulipofanya vile, baadaye tukafanyaje, tukarudi. Tulivorudi huku nyumbani, tulivorudi siku hiyo ya kwanza, siku nyingine tena kwa mara ya pili, au kumuuliza bibi kwa nini labda mumeenda huko hiyo sehemu na usiku sana? Hapana, sikumuuliza. Nilikaa tu, nilivyokuwa nimekaa mwenyewe hivyo na wazawaza, bibi akaniambia ukimwambia mtu yoyote nitakuua. Mimi sasa nikaogopa, alivyoniambia hivi ataniua mimi, nikafanyaje? Nikaogopa. Nilivyoogopa nikakaa zangu tu kimya. Nilivyokaa kimya, siku nyingine tena, hiyo mara ya pili, akaniambia nataka uchukue hivi vitu huo na uvifanye wewe, maana mimi sasa hivi sitaki tena na kuelekea, naona kama vile nataka kuishua nini nguvu, kaona kupa wewe hapa, wewe endeleza navyo. Ninavyokuwa nakupeleka kule naenda kukupa mafunzo ambao mafunzo hayo uyajue wewe unakuaje, unakuwa unafanya nini ili uwe na nguvu nyingi zaidi. Nikasema sawa. Nilivyosema hivyo, lakini moyoni nikawa najiuliza mimi siwezi kufanya kitu kama hiki, kwa sababu ni kitu ambacho hakipo akilini mwangu kabisa, yani hata ukifikiria sijawahi kukifanya. Umeona? Aya, lakini kadiri siku zinavyokuwa zinazidi kwenda, bibi yangu siku moja akawa anataka mimi niweze kutolewa bikira kwa nguvu. Kwa mimi nikawa sitaki, ila yeye akawa ananilazimisha mimi niweze kutolewa nini? Bikira. Kwa unaogopa kwa sababu hujawahi kufanya hicho kitendo? Ndio, mimi nilikuwa naogopa kwa sababu nilikuwa sijawahi, afu sielewi chochote. Sasa nikawa najiuliza nafanyeje? Ananiambia natakuwa utolewe hiyo bikira yako ili ukomae uwe mkubwa, kwa sababu kama hujatolewa bikira natakuwa ile damu ya huko chini kafanywe kazi, katengenezewe. Kwa hiyo tunahitaji hiyo bikira yako. Sasa mimi nikawa naogopa pale, nikaanza kulia. Nilipoanza kulia, bibi akaniambia usilie, kwa sababu kilia tu na kule tushaenda, washakuona wewe ni mwenzao. Sasa usipoenda huko tena, ujue watafanyaje? Watakuua. Mimi nikaa naogopa. Sasa nikasema sasa wakiniua itakuwaje, na mimi nikiwa bado niko mdogo. Kwa hiyo nilichokifanya nikakubali tu, nikatolewa ile bikira. Lakini yani tokea hapo nilitolewa ile bikira nilijisikia vibaya sana. Pia niliumia, sikutamani tena yani kumuona hata mwanaume mbele yangu, wala hata kunisogelea, yani chochote kile. Yani namuona mwanaume kama ni adui. Hata mwanaume akinisemesha mimi yani siwezi kabisa kumpenda, wala yani hata ule upendo tu sina. Ndio. Haya, kwa hiyo ukao umekubali tu kiurahisi mwenyewe kwa sababu ulikuwa umeshindwa kufanya chochote kwa sababu wenyewe ndio wakubwa? Hapana, mimi sikukubali hivyo kwa sababu alikuwa na mbabu pale mkubwa, na yeye walikuwepo kama wawili wamesimama pembeni yangu. Kwa hiyo mimi nilivyokuwa nakataa vile, na bibi akamwambia yule mshikeni tu, umnyanyue mguu huku na huku, muweze kumwekea hiyo atoe hiyo nini bikira. Kwa hiyo kama ninyanyua mguu huku akanishikilia na huku akawa amenishikilia, ili yule mbaba mkubwa akawa amekuja huko mbele yangu akaniambia tunataka hiyo bikira yako, sisi tuna shida nayo sana. Unaona, yule mbaba ndo akawa ameniingilia, akawa ametoa nini bikira yangu. Pole sana. Asante. Sasa tunataka tufahamu sasa, baada ya hapo kwamba ile ilikuwa na damu ndio ilikuwa inatakiwa. Baada sasa kuipata hiyo damu ikaendeleaje? Baada ya kuipata ile damu ndo akawa ameichukua. Alivyoichukua mimi nilikuwa nimebaki pale, ndo nilikuwa nasikia maumivu. Ndo bibi akaniambia jikaze unaumia nini, unatembeaje hivyo? Ndo akanipashia
maji akawa ananiwekea kule vidawadawa. Kwa alivyokuwa ananiwekea kule vidawadawa ndio nikaa kama siku 2-3 hivi nikaa nimepona, lakini mimi sikuendelea tena, yani kile kitu nikamwambia bibi, mimi siwezi kuendelea tena hicho kitu. Mambo ya uchawi mimi siwezi kuwa mchawi kabisa. Ndio. Uligoma kuwa mchawi? Ndio, niligoma kuwa mchawi. Haya, sasa ulimpa taarifa labda mama? Baada ya hapo tunataka tufahamu sasa, baada ya hapo, kwa sababu ukasema ukaanza kuwachukia wanaume tokea kitendo kile kiendelee, ilikuwaje baada ya hapo? Sikumwambia mama, maana niliona nikimwambia mama anaweza akajisikia vibaya. Kwa hiyo yani hicho kitu sikuweza kumwambia kwa sababu nilijikuta nikiwa msiri sana. Yani kitu mpaka nikakiongea kama hivi